katika njia za Mungu ni lazima tusimamie Mungu peke yake. Usiamini mwanadamu yoyote, usiamini mtu yoyote. Unapotaka kutembea, tembea na Kristo peke yake. Yeye ndiye aliyekufa kwa ajili yake. Yeye ndiye aliyejitolea na kujizusha. Yeye ni Mungu akashuka kuwa mwanadamu. Akapita hata cheo cha malaika cha kuwa mwanadamu kwa ajili yetu. Yeye ndiye anayeweza kila kitu. Walikuwa na biashara imeharibika. Rebeka aliangalia akaibadilisha. Ninakuombea siku ya leo. Mungu ambaye abadilisha jina la Yakobo. Hata baada ya kutenda mengi maovu, hata baada ya kuibia ndugu yake, Mungu akamtazama kwa jicho lingine, akumbadilishia jina, akamwambia kwa sababu hili jina ni ya urithi, nitakupa jina ambao utafanikiwa nalo, ambao ni Israeli. Utakuwa mataifa. Ninakuombea siku ya leo. Hata kama jina lako limekuwa baya, Bwana akalibadilisha, akupe jina nzuri. Bwana akalibadilisha, akupe jina nzuri ambao utabarikiwa nayo. Kuna jinsi majina yetu yale tuliko nayo hatuwezi tukaenda mahali. That's why today nataka uombe Mungu leo akubadilishie jina. Kama vile alibadilishia Sara alipokuwa Sarai, alipotaka azae alibadilisha jina akamwita Sara. Wakati alitapa Abrahamu abarikiwe, alimtoa jina akubadilisha. Kuna kitu kinahitaji kubadilishwa kwa maisha yako, ndipo uone utukufu wa Mungu. Kuna kitu kinahitaji kubadilishwa katika ndoa yako, ndipo mambo yao mazuri. Nami ninakuombea leo, Bwana ataachilie ile kitu unahitaji ipate leo. Jina la Yesu ninakuombea leo, neema ya Bwana ikaweze kukutosha. Bwana asifiwe. Hakuna kitu Mungu kama kuamini, kukaa katika wokovu ili hadi unateseka. Mungu wetu, maandiko yanasema pale tena ukisoma Zaburi 145 pale. Huyu Mungu ndio mwenye kila kitu. Dhahabu fedha zote ni zake. Kwa hivyo tunapomwamini na sisi tunafaa kuwa watu wa kuishi vizuri kwanza. Tuache kusema bora maisha. Mimi sikuombei leo kuwa na bora maisha. Ninaomba maisha bora kuanzia leo.